kusikia yale maneno. Kwa hiyo kilichomfanya Ahabu akaonyesha upole ni maneno aliyoyasikia, lakini ukweli ni kwamba hakuwa mpole. Sababu kama angekuwa mpole, Yezebeli asingetawala na kumiliki. Maana aliyekuwa anatawala alikuwa ni Yezebeli. Ndio maana hata aliposema yeye alipoenda kama mfalme kwa Nabothi kumwambia habari ya shamba, Nabothi alimwambia sikupi. Lakini kwa sababu aliyekuwa anatawala Israeli wakati huo, Yuda, alikuwa ni Jezebeli, akamwambia we relax. Una shida gani? Mimi niko hapa. Nitafanya. Tena alimwambia kabisa nitakupa shamba la Nabothi. Sio kwamba kuna majadiliano. Hakuna majadiliano, nitakupa. Maana mtu anayesema nitakupa, maana hiyo mali ni yake. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ufalme ule ulikuwa umetekwa na ulikuwa chini ya mikono ya Jezebeli, na Ahabu alikuwa hana nguvu. Sasa Ahabu amenywea kwa sababu Mungu aliyemweka mahali pale ametoa tamko lake. Na kwa sababu ametoa tamko lake, na tamko ni baya ambalo linaenda kuathiri maisha yake, linaenda kuathiri, ndio akanywea, akajifanya mpole. Ile nguvu iliyokuwa ndani yake ilikuwa haina uwezo wa kuweza kustahimili wala kusimama mbele za Mungu, ndipo akajifanya kuwa mpole. Huo ndio upole ule wa aina. Akanyong'onyea, akakaa hapo kama vile ambavyo basi mimi niko tu. Hamjaona watu ambao hawana pesa, ikifika tarehe 20 hapo, tarehe 10 na kitu mpaka 20 ni wapole, wanafanya kazi lakini wapole. Kwa nini wapole? Hawana hela, pesa wamemaliza. Mwisho wa mwezi utawajua kama ni wapole ama si wapole. Siku wakipata pesa wanazurura ovyo. Mihangaiko inakuwa mingi, mambo yanakuwa mengi, heka zinakuwa nyingi. Dalili za kuonyesha kwamba huyu mtu hakuwa sio mpole. Eti alikuwa ametulia nyumbani, wao kafikiri ndio mume wangu amebadilika sasa hivi anakaa nyumbani. Subiri mwisho wa mwezi ndio utajua kwamba amebadilika ama hajabadilika. Kwa hiyo kwa sababu kitu kile hakipo ndani yake, kwa hiyo unakuta kabisa kwamba hakiwezi kudumu. Na kwa Ahabu hakikuweza kudumu. Sasa nimetoa mfano kutaka kuonyesha kwamba unaweza ukajikagua mwenyewe na ukawakagua watu pia, ukaweza kujua kwamba watu hawa ama mtu huyu anakuwa hivi wakati hivi, huyu sio mpole huyu. Hapana, hapa kuna ajenda. Mimi sio mpole. Mbona wakati fulani ninakuwa hivi? Mbona wakati fulani ninakuwa hivi? Wakati fulani mtu akisema hivi na hivi, mimi hiyo ikitokea hivi na hivi najikuta nimenywea. Hapana. Sasa tunaona hapa kwenye mstari wa kwanza wa sura 22 anasema wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Sham na Israeli. Mstari wa pili, ikawa mwaka wa 3, ndio tunaona Yehoshafati sasa anakuja mfalme wa Yuda akimshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kwamba Ramoth Gilead ni ya kwetu? Ndio muelewa, Ahabu ni mchokozi. Pale ni kwetu. Sasa mnafanyaje tukapachukue? Ni kwetu. Jamani, alitaka kwa Nabothi akaua. Sasa amekuja sasa Ramoth Gilead, na Mungu akawa ameonya asiende Ramoth Gilead, akienda atakufa. Maanake kule si kwake. Akusikia. Wamekutana na rafiki yake Yehoshafati, wamezungumza ya kuzungumza, akamwambia si utakuwa na mimi, si utanisaidia? Nitakusaidia usijali. Wewe fanya tu mipango yote, kisha kuwa tayari, hela nitakupa. Kumbe unajishirikisha, unajiingiza kwenye kifo na wewe. Unajua watu wetu wanaingiaga mahali kwa namna hiyo. Fanya mipango yote, ukishamaliza niambie tu, nitakusaidia katika hili. Unajiuza. Wakapanga mipango yao, wakaweka kila kitu. Mikaya akaonyeshwa kikao kinachoendelea mbinguni, na pepo amealikwa kuja kukaa kwenye kikao na Mungu. Nyinyi mnaosema kwamba shetani ni mtumishi wa Mungu. Shetani ni kiumbe cha Mungu. Shetani hana ugomvi na Mungu. Shetani aliumbwa, na shetani akiitwa anakimbia kuliko unavyokimbia wewe. Wewe utamwambia nakuja kesho, nitakuja jioni. Shetani ile akiitwa tu anamwambia mhia saa. Unasemaje? Ni mtumishi wake, hawana ugomvi.
shetani na nani? Na Yesu. Tena sio Yesu, sio shetani. Uko kati ya huyu aliyekuwa anaitwa Luciferi na aliyekuwa anaitwa nuru, kwa sababu walikuwa wanajuana wakati huo wakiwa kwenye utendaji wao. Wale wote walikuwa ni malaika wamesimama katika kila mmoja kwenye rangi yake ya kazi, na mtu ambaye alikataa kushuka ni Luciferi, ndio maana akatupwa, na yule ambaye aliyemtupa ni huyo nuru, na Mikaeli ndio hasira ambaye yuko nayo na yeye. Adui mkubwa wa shetani ni Yesu na si Mungu. Mungu anamtambua shetani kama mtumishi wake, mtendakazi wake, kiumbe chake, amempa na mji wa kuishi. Unajua, ukiuelewa wokovu utaishi wokovu ambao umebeba faida kwa ajili yako na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Usipoweza kuelewa, utaishi maisha ukiwa unafanya kazi kama punda bila mshahara, kama yule mtoto mpotofu. Nasemaga hivi, kama kuna mtu ambaye sina shughuli naye japo nina shughuli naye, ni shetani. Kwa nini? Kwa sababu nilishatambua ya kwamba alishindwagwa, na kwa sababu alishindwa, haiwezekani hata akafanya nini, hata siku hii moja akainuka tena, kwa sababu yule ambaye alimweka hapo chini hata muinua tena, kwa sababu aliapa. Kwa maana hiyo huyu hawezi kuinuka tena, na kwa sababu hawezi kuinuka tena, yeye anajikabidhi. Tulijifunza hiyo, anajikabidhi na kujitiisha kwake yeye ambaye ni muumba wake, akisubiri hukumu. Anajua, lakini hana jinsi. Shetani ananyenyekea kwa baba yake, kwa Mungu wake, muumba wake, hana jinsi. Ni kwa sababu ilishakuwa hivi, na Mungu alishapitisha kauli kama alivyopitisha kwa Ahabu, hawezi badilisha. Kwa hiyo kama hakuna jinsi ya kuweza kufanya. Sasa ukichua ukamjua shetani huyo ninayesema habari zake leo, aliitwa kwenye kikao. Shetani anaitwa akakae kwenye kikao cha kumjadili mwanadamu, kiumbe cha Mungu. Wewe unaelewa nini hapo? Ndio maana hata wakati Musa alipokuwa Bwana anamchukua, wakati alipokatishwa kwenye kazi yake, shetani alisimama akasema, huyu ni wa kwangu. Alitumwa malaika kwenda kumchukua, alikuja malaika kuja kumpokea. Hivi mnajua Musa alikwenda tu hakufa? Mnaelewa hicho? Musa alikwenda kama Elia alivyokwenda, na ndio maana wanarudi kuja kumaliza kazi yao. Wote hao wawili hawakumaliza kazi. Sikiliza nikueleze, Musa hakumaliza ungwe wake, wala Elia hakumaliza ungwe wake. Wanarudi kama mashahidi wao, wameandikwa kwenye Ufunuo, wanarudi kuja kukamilisha kazi. Musa, wakati shetani anamng'ang'ania mwili huo auchukue, anasema huyu ni wa kwangu. Shetani alipoteza, ndio uelewe kwa nini alipoteza nguvu ya kumchukua Musa. Kwa sababu Musa hakuonja mauti. Angekuwa alionja mauti, sikilizeni niwaambie, Elia hakuonja mauti na Musa hakuonja mauti. Wangekuwa wameonja mauti, wangekuwa halali ya shetani. Mungu aliwachukua, wakaondoka, wakaenda, wakapaa, wakaenda. Malaika alimwambia wakati wanabishania mwili wa Musa, shetani anasema ni mali yangu, yeye anamwambia ni mali ya Bwana. Anasema Mungu ni mwenye haki. Huyu alifanya makosa, na kitendo cha yeye kuondolewa kwenye kazi mpaka yuko hapa sasa hivi ameondolewa ni kwa sababu alikosea, na kwa sababu hiyo ni mali yangu. Lakini hawezi kuwa mali yake kwa sababu hajaonja mauti. Jamani, hajamaliza kazi. Jamani, hajafa. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndio maana hata sisi tuliookoka, kwa sababu hatuonji mauti, hatuwezi kuwa mali ya shetani. Na kuwaje mali ya shetani leo nikiwa hapa duniani, wakati Biblia imeniambia kwamba mimi nimevuka kifo na mauti, nimevuka, mimi nitalala, na kulala kwangu ndio nitakuwa nimeingia mbinguni. Inakuwaje hapa shetani apate na mamlaka na nafasi? Ukimjua shetani huyo ambaye alishashindwa miaka 2000 na iliyopita, hautaishi maisha ambayo tunaoishi. Hataisha. Israeli waliishi maisha hayo, wakatawaliwa na Jezebel.
kwa sababu ya hiki ninachosema na mimi. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Malaika akamwambia Shetani, akasema hapa hii ngoma ni nzito, siwezi. Maana hana uwezo wa kushindana naye. Kauli anazozitoa Shetani zimebeba haki na uhalali. Lakini ni mahali gani ambapo amepoteza haki hiyo? Hakuna aliyejua isipokuwa yeye aliyemchukua Musa. Ndio malaika akamwambia Bwana akukemee, na Bwana akamkemea, akamwachilia Musa. Watu wanauliza, watu wanafanya na kufundisha uende ukajibu. Watu wakikuuliza usianze kung'ang'aa macho kwamba ilikuwaje, mbona Musa, mbona ilikuwa hivi, mbona ilikuwa hivi. Mwambie Musa hakuonja mauti. Yeyote aliyeonja mauti ndio anaingia kwenye mikono ya Shetani ambaye amekufa katika makosa. Musa hakufa, Musa alitwaliwa. Ndio aliondoka na Bwana. Bwana alikuwa, Biblia inasema nini? Alizikwa na Bwana mwenyewe. Sio kwamba alikufa Mungu akachimba shimo akamzika. Hiyo ni lugha ilizungumzwa kwa sababu aliondoka naye akaenda naye kama Elia alivyochukuliwa. Sasa Shetani amepoteza hiyo mamlaka. Lakini Shetani kuipoteza mamlaka hiyo, kwa Mungu anakaa kama kiumbe, anakaa kupokea agizo, kupokea maelekezo, aweze kutekeleza yale anayotakiwa kuyatekeleza. Sasa mimi nataka uelewe, kati ya wewe na mimi mwanadamu na Shetani, nani ameondoka kwenye nafasi yake? Nani ameondoka kwenye nafasi yake? Si ndio maana Shetani amekuwa chakula cha Shetani? Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Shetani aliondoka kwenye nafasi yake wakati huo, isipokuwa amedumisha ule uhusiano kati yake yeye na muumba wake, na anaishi hivyo. Kwa hiyo Shetani anaishi kwenye nafasi ambayo wenye dhambi wanaishi, kwa sababu wenye dhambi wanaoyafanya mbele za Mungu kudumisha uhusiano wao na muumba wao, na sio kama wana. Nafasi ya pekee aliyo nayo mwana wa Mungu ambaye ndio sisi, ambaye tunatakiwa kuishi kwa namna fulani, ambaye tunashindwa kuishi kwa namna hii, ilipelekea hawa watu wakaishi kwenye mazingira ambaye ni magumu, wakatawaliwa na miungu hiyo ya Sidoni, chini ya mamlaka ya yule mwanamke, kwa sababu ya ujinga. Ahabu wakakubaliana waende wakapigana. Kumbe huyu ni mwanadamu, ni mfalme ambaye Mungu amempa ufalme. Mungu alikuwa na haki ya kusema na mfalme, lakini mawasiliano yamekatika. Kwa hiyo hakuna mawasiliano kati ya mfalme na Mungu, ila kuna mawasiliano kati ya Mungu na pepo kuhusu mfalme. Unaelewa nini hapo? Kuna mawasiliano kati ya Mungu na pepo kuhusu mwana wa Mungu aliyemkufuru Mungu, anayemdharau Mungu, lakini hakuna mawasiliano kati ya Mungu na mwana wa Mungu. Jamani kanisa, tuinuke. Ninawafundisha na kuonyesha nafasi yetu imechukuliwa na nani. Na usikae hapo ukafikiria kwamba kuna mtu atakuja kukurejesha hapo. Ni wewe mwenyewe utarejea. Pepo alikaa kwenye kikao, wakajadili kikao cha mbinguni, wanajadili namna gani ya kumwangamiza huyu mtu ambaye amekuwa mbaya na mjinga, aangamie afi. Mungu anakaa na pepo namna gani ya kukuangamiza wewe, mpaka pepo anakuja anaanza kukuangamiza wewe, mpaka ameshafika katikati ya njia ya kukuangamiza wewe, na wewe huna taarifa ni nini kinaendelea. Huna taarifa hata hicho kikao kilichokaa mbinguni. Huna taarifa hata kama ni pepo anakuangamiza, kwamba wewe ndio sababu ya pepo kukuangamiza. Wewe bado unazunguka kutafuta kwenda kumpiga pepo. Kabla hujamgusa pepo, tafuta kwanza ana kibali kutoka kwa Mungu. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Nini nasema? Kanisa lazima lirudi likae kwenye nafasi yake, ili liweze kutumikiwa na matunda ambayo yaliyostahilishwa kuweza kutukua watumishi wetu. Tunda la upole ni tunda ambalo linazuia hayo ninayosema. Litazuia vikao kwa ajili yako. Litazuia kwa sababu ukiwa mpole,
Sasa umemchokoza nani? Hata ndio kikae mbinguni Mungu na shetani kwa ajili yako. Umemchokoza nani? Umemchokoza nani? Haujamchokoza Mungu. Haujachokozana na roho yake. Haujachokozana na watu wake. Kwa sababu ndani yako kuna amani siku zote. Wana amani nyingi. Wala hawana la kuwakwaza. Leo kila mtu aliyeokoka anakwazika tu. Ukitoka nyumbani kabla hujafika kanisani ushakwazika mara 7. Ukitoka kanisani kabla hujafika nyumbani ushakwazika mara 10. Wewe una uhai? Kuna uhai hapo? Hakuna uhai. Ukiwa nyumbani ushakwazika mara 10. Mpaka naenda kulala ushakwazika mara 50. Wapole hawana la kuwakwaza. Hawana. Maana kwao ni amani na tawala la kumiliki. Na ndio maana mtu yoyote ambaye amebeba hilo tunda ambalo sio hili, maana yake natoa maelezo ya hili. Amebeba hilo tunda halisi la upole. Ninakwambia hata kama alikuwa amechakaa, tunda hilo likisha ekwa ndani yake, utaanza kuona anaanza kupiga reverse, kugeuzwa. Maana miaka yake inaanza kurejea nyuma. Miaka iliyopotezwa, iliyoliwa na tunutu na parare, inalipwa, inarudishwa nyuma. Miaka yake na umri wake, sura yake, viungo vyake, kila kitu ambacho shetani alimpeleka spidi kumkimbiza, vyote vinarudishwa. Maana unarudishwa mpaka pale ulipoachana na yeye. Ndio unaanzia hapo kutembea na upole wake. Unaanza kuishi pale. Unaanza kuinua mguu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Ndio watu wanaanza kushangaa. Jamani, mbona mtu siku hizi amebadilika jamani? Sinamwona Kumbe kuna vitu vinakosekana ndani yetu. Alafu vinatufanya tufanane namna fulani. Ahabu alipofika hatua hii kwenda kutaka kupigana kule, Mungu akaita kikao cha dharura. Na Mikaya nabii wa Bwana kama shahidi wa wanadamu akaona kile kikao, akafunguliwa, aliitwa na yeye akaambiwa, njoo, maana wewe ndio shahidi, katoa hiyo taarifa. Na ndio maana iko kwenye Biblia, kwa sababu kuna ambaye aliona, kuna ambaye alisikia mazungumzo, na ndio maana ikaandikwa. Na Ahabu akasema, twende. Wewe utaenda na mimi? Ndio. Wa jeshi langu ni jeshi lako, twende. Mikaya akamwambia, usiende, utakufa. Akasema, ninamchukia sana huyu mtu kwa sababu ananitabiria mambo yasiyofaa siku zote. Akasema, sawa, labda kama sikuona kile kikao, lakini niliona kikao kimekaa na shetani amekaa katikati ya kikao kile. Na Bwana anauliza, ni nani aende akamdanganya Ahabu? Ndio uelewe kwa sababu gani shetani aliitwa. Maana kwa Mungu hakuna udanganyifu. Kwa hiyo alitafutwa ni nani atakaye kuja kufanya hiyo kazi, kwa sababu ya kile ambacho Ahabu alikuwa amefanya. Kwa hiyo shetani akasema, mbona hiyo kazi ndogo sana, nitume mimi Bwana, nitakwenda. Kaambia, utafanyaje? Sinaweka tu pepo la uongo kwa manabii zake nao waamini. Maana yake sasa shetani anajua Mikaya ni nabii wa Bwana, lakini asiyeingilika. Unajua kujulikana wewe ni nabii wa Bwana sio ishi. Wanakujuaje? Ukifanya hivi unaweza ukaanguka. Ukifanya hivi unaweza ukaanguka. Ama hata ukipigwa ngumi hautaanguka. Kwa hiyo akasema, Mikaya ndio huyo hapa, ndio maana aliitwa. Wale wengine akasema, wale mimi nikiwapiga kipepsi wameishi. Mimi naweka tu pepo la uongo basi. Akafanya. Wote wakamwambia, nenda. Mikaya akasema, labda kama sikukiona hicho kikao. Wakasema, fungie huyu mtu, manake ananitabiria mabaya mpaka nitakaporudi. Akasema, kama utarudi. Mambo yanaonekana kama vile si mambo, maneno yanaonekana kama vile hayana maana, maneno yanaonekana kama vile hayajashiba, lakini yameshiba katika ulimwengu wa roho, kwa sababu aliona kile kikao.
na aliona dhamira ya Mungu, kwa sababu Mungu aliuona moyo wa Ahabu, kwamba upole ambaye alionao sio upole. Haya, hakurudi. Jamani, alitaka shamba la Nabothi, wakaua, akapewa shamba, hakulilima. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Upole wa aina uliobeba sababu zake ni upole ambao unamfanya mtu, nitatoa mfano huu, napendaga sana kumtoa, na mimi nimejifanya mpole kwa sababu nataka, na watu waliokoka ndio wanajifanyaga hivyo. Ukiona kati kwa mtu aliyeokoka na shida ya kitu fulani, utafikiri ndio huyo, kumbe sio huyo, ameshabadilishwa nguo, amekaa ndani nje. Anajifanya mpole, anajifanya mnyenyekevu, utamwona kanisani kila siku, kumbe sio huyo. Lakini upole huo una madhara yake. Madhara yake ndio haya. Anajifanya mpole, niko kanisani. Na anajifanya mpole, niko na watu. Najifanya mpole hivi na hivi, kwa sababu nimeona kile kiko pale na kutaka, na kimelea tu. Upole wangu ni kwa sababu natembea kama kobe, kwa sababu na kitu nakitaka, na sitaki watu wajue, sitaki watu waone. Kwa hiyo nikikimbilia spidi, wataona mbona huyu anakuja spidi sana, kuna nini? Watanigundua. Kwa hiyo ili wasinigundue, nitatembea mwendo wa kobe ama wa kinyonga. Kwa hiyo hakuna mtu ataona. Kobe anatembea kama mbea atembee, kumbe ndio anatembea. Maana hata akitembea miguu yake huioni, unaona bakuli tu. Mungu anajua, anaona. Kwa hiyo wakati unasogelea hivi, anachukua kitambaa na kitupa. Wewe unaendelea kusogea, unajifanya tu mpole. Unajifanya tu mpole. Wananiangalia, wananifanya mpole. Kimeshatupa tena kule. Unajifanya kuwa mpole kila siku ili ufikie ile hatima, lakini kwa Mungu huwezi kuifikia. Ndivyo inavyokuwa. Huwezi. Kwa Mungu anataka upole ule uliobeba kuvunjika, ili kuvunjika kule ndio kumwezeshe mtu huyu kunyenyekea mbele zake Mungu na kuionyesha ile sura ya Yesu Kristo aliyosema, jifunzeni kutoka kwangu. Jifunzeni kutoka kwangu. Ahabu hakuenda wala hakufika mahali. Kila kitu alichokitaka hakukipata. Akaenda Ramoth Gilead, huku nataka kwa Nabothi, huku nataka Ramoth Gilead, huku nataka nini? Unajifanya mpole kanisani, kumbe amekuja mara wataka kazi, mara sio wataka mchumba, mara sio wataka nini. Mambo kora yamejaa ndani ya mioyo ya watu. Hiyo mioyo ambayo anasema Mungu kwamba ni vichaka. Mwenyewe anajitafuta ndani ya moyo wa mtu huyu aliye ndani ya kanisa, haoni. Lakini kuna mtu kwenda ndani ya kanisa anasema yeye ni mpole. Anajifanya yeye ni mpole. Anajifanya kwamba yeye yuko na Mungu. Alafu sisi watumishi wa Mungu tukimuona mtu wa namna hiyo, sababu tumemwona Esther amevaa gauni lake pale, amekuja kanisani, anasema Esther anampenda Mungu. Wewe unajua Esther amekuja kutafuta nini hapa? Esther anatafuta mchumba. Jamani, natoa mfano. Esther ametafuta mchumba. Unajua Neema amekuja kutafuta nini? Neema ndio mwanzo anatafuta kazi. Unajua Enoka amekuja kutafuta nini? Enoka anatafuta mtaji wa biashara. Kila mmoja ana kitu chake, lakini nje wote wanaonekana ni wapole, lakini kwenye mioyo Mungu anahesabu yale yaliyoko ndani ya mioyo. Sasa hayo ndio Mungu anafanyia kazi. Ndio maana anarusha mbali. Unasema wai imekaa pale mwa vijana wenyewe wala wale kanisani, wale waliokuepo ndio wameshaondoka. Kanisa lenyewe boa, sasa tutaolewa lini pale? Wai ngoja ngatafika kanisa lenyewe lenye mwana.